Nilipoelekezwa kwa mganga ni penyewe. Odi mganga. Odi mganga. Karibu. Aya. Kilele cha mnazi katikati kina makuru. Ya. Karibu. Aya. Kilele cha mnazi katikati kuna makuruma. Aya. Ambura viratu. Kaa chini. Aya. Kilele cha mnazi katikati kuna makuruma. Aya. Karibu. Aya. Ngoja tuongee na wakuru. Unataka waumini, si ndio? Ndio mganga. Leo itang'aa nyota yako. Utapata watu. Aya, utajulikana. Utatenda miujiza. Aya, utapata sadaka kutoka kwa waumini. Aya, zungumza na wakuru. Wakuru na waletea huyu. Anataka kupata watu. Aya. Anataka kanisa lake ling'ae. Nyota yake ing'ae. Zungumza na wakuru. Aya. Wakuru, nilikuwa naomba niweze kupata waumini wengi kanisani, niweze kutenda miujiza, niweze kupata sadaka zilizo nyingi. Aya. Ninawasikia wakuru. Aya, nitakupa masharti. Inabidi uyatekeleze. Sawa mganga. Yanamaanisha uyatekeleze. Sawa mganga. Aya. Inabidi kila Jumatano kabla ya ibada na binti yoyote ambaye ni bikira. Aya. Mbona masharti hayo mganga? Kweli nitayaweza? Aya, kama uwezi rudana na chatu. Aya. Pia mkono wako wa kushoto usiuchambie. Aya. Ndio ambao utakuwa na nguvu. Sawa mganga. Utatenda miujiza. Sawa mganga. Aya, nitakupatia dawa. Sawa mganga. Aya. Kamata. Aya. Kidogo utaweka kwenye msego na purara. Nyingine utaogea wakati wa usiku. Sawa mganga. Asikuone mtu. Asante wakuru. Ukifanikiwa, aya, urudi kwa wakuru. Utoe shukrani. Aya. Sawa mganga. Unaweza kwenda. Usigeuke nyuma. Aya. Macho mitamia. Aya. Sawa mganga. Unaweza kwenda. Aya, kilele cha mnazi katikati kuna makuruma. Aya. Katika. 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 Makuruka. Aya.
Kilele cha mnazi katikati kuna makoroma. Wakuru katika Imelda. Mdogo wangu. Kulikoni? Muda umeenda jamani. Na leo Jumapili. Hebu mkatoke kanisani. Mimi siendi kanisani bwana. Wewe twende kanisani naye umezidi vipupu. Sasa ongoza na mchungaji Mshenzi, nenda peke yako afu niombe. Wewe mbona sikuelewi? Sasa ongoza na mtu ajielewi. Kwanza mchungaji mwenyewe ajitambui, mimi siendi. Basi. Haya, ngoja mimi niende. Haya, uniombe. Haya. Umeamkaje? Misi yangu. Basi ndio hivyo. Usijali, tukutane nitakuelezea kila kitu. Basi sawa. Ngoja basi nijiandae kwa maana ndio nimetoka kuamka. Poa, nafika hapo sasa hivi. Dakika 0. Poa. Siku nyingi. Salama tu, si nini? Ni nzuri japo sio salama sana. Shida nini? Wewe unanipufusha. Hebu niambie. Nilijua tu lazima nikupufushe kwa sababu hata mimi kuna mambo yanaendelea ambayo sio mazuri sana na hisi kama ni ukatili nimefanyiwa. Shida nini yani? Hebu nielezee. Mchungaji wetu wa kanisani unampata? Na yule wa kanisa lenu yule? Mfupi fulani nimekuwa na kitambi. Nampata vizuri. Ile Jumatano jioni ile nilitoka kufanya usafi, akaniomba nimpelekee vitu nyumbani kwake. Sasa usiku ule sikujua kilichoendelea. Yaani nilikuja kushtuka tu ni asubuhi ya Alhamisi. Mchungaji, nimesema mchungaji amka. Mchungaji. Ni shida Imelda, mbona unalia? Mchungaji umenifanyia. Neema, hii ni neema Imelda. Wametafuta sana waumini wenzako hawajapata. Biblia inasema furahini katika Bwana. Nashangaa wewe unalia. Hii ni neema. Nataka nikupandishe viwango vingine katika maombi. Acha kulia Imelda. Mshukuru sana Mungu. Mimi si mkatili, mimi baba yako mchungaji na kupenda sana. Nataka upande viwango vingine. Utakuwa unafanya maombi kwa kasi ya ajabu sana. Utapanda viwango. Usijali Imelda, ukienda nyumbani andaa sadaka ya shukrani, Ujue ni jambo lisilo la kawaida sana. Imelda, usikie Imelda.
Kwa hivyo nilivyokueleza ndivyo ilivyokuwa. Kwanza pole sana. Itabidi tufanye upelelezi wa kutosha ili tuchukue hatua za kisheria, kwa sababu hii sio haki kabisa. Ndio nimekuja kueleza ili nijue utanishauri nini na utachukua hatua gani. Kwa sababu leo ana mkutano mwingine wa Injili anaofanya kule Mwembeni kule. Sasa sijui unanishauri nini. Ingekuwa ni vizuri sana tuongozana wote, kama ikiwa namna gani vipi huko akachukuliwa sheria au tufanye uchunguzi mwingine huko. Maana nilipanga kabisa nikatoa ushuhuda mbele ya watu. Safi. Wewe kwanza ni ushahidi tosha. Inabidi tuongozane muda huu. Na hatuna muda wa kupoteza. Tunaweza kama tukiongozana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndugu waumini, kama mnavyojua leo ni siku ya pili ya mkutano wetu wa Injili na semina tuliokuwa nayo, semina ya siku 5, na leo ni siku ya pili. Nipende kuwafurahia sana kurudi tena, maana mmekuwa na moyo wa thabiti sana ndani. Mmeweza kuitikia, hamjachoka. Tazama, jana tulianza asubuhi mpaka jioni, lakini hamjakata tamaa. Bwana anazidi kuatia nguvu. Sema amen. Jana kama mnavyojua tulikuwa na wagonjwa mbalimbali waliweza kupata uzima pamoja na uponyaji. Kuna kijana mmoja hivi alikuwa ni kiwete, atembei zaidi ya miaka 10, lakini jana tuliweza kumuombea akaweza kutembea. Sema amen. Ni wakati wa kuabudu ili tuweze kuendelea na ibada iliyoko mbele yetu. Tufumbe macho. Ninamjua aliye mwamba, aliyeniokoa, ni Bwana Yesu. Ninamjua. Sauti ndugu waumini, Roho Mtakatifu aweze kushuka. Ni Bwana Yesu. Ninamjua aliye mwamba, aliyeniokoa, ni Bwana Yesu. Mtakatifu, mtakatifu, mfalme wa amani, Mungu unayeweza, unatosha Bwana. Wewe ndiye uliyetuagiza kuwepo mahali hapa katika siku njema leo, siku ya pili tangu mkutano wetu ulipoanza jana, tarehe ikiwa ni 28 mwezi huu wa 5. Mfalme wa amani, hakika umetenda miujiza ndani yetu, umetutia nguvu Bwana. Tumeiona miujiza yako uliyotenda juu ya watumwa wako, uliyoitenda juu ya wana wako Bwana. Tazama, ulisema enendeni kote, mfalme wa amani, mkaweze kuwaponya walio viwete Yesu. Nasi Bwana tumeweza kutenda kwa mkono wako. Sema amen. Sasa nipende kukaribisha ushuhuda kutokana na matendo makuu ya Bwana ambayo ameweza kutenda katika familia yako, katika ndugu zako ambao wameweza kupata neema ya Bwana na kuweza kuokoka. Karibu sana waumini ambaye atakuwa na ushuhuda, na mkaribisha sana. Samani ndugu waumini, naomba msimsikilize huyu tayari ni pepo. Bwana tayari ameshanionyesha. Ipo nguvu, upo umati unakuja kuteka mkutano huu. Tazama, sio kwamba nguvu za giza zinapenda tuweze kuruhusu. Msiweze kumsikiliza huyu, msiweze kumsikiliza huyu. Hakika msimsikilize ndugu waumini. Nyamaza mchungaji. Hili ni pepo katika jina la Yesu, na kukemea toka kwa jina la Yesu. Nitoa ushuhuda, umesema huu wakati wa ushuhuda, naomba nitoe ushuhuda. Msimsikilize ndugu waumini. Hili ni pepo. Waumini, hapa mbele yenu nimekuja kwa ajili ya ushuhuda. Naomba nishuhudie mambo machache. Jumatano, kwa jina la Yesu. Jumatano, ndio nakumbuka ilikuwa Jumatano. Nilitoka kanisani kufanya usafi. Mchungaji aliniomba nimpelekee vitu vyake nyumbani kwake. Yesu. Nilipofika sielewi kilichotokea, lakini
Niliamka siku ya Alhamisi nikajikuta pembeni yangu yupo mchungaji. Kwa kweli ni mambo ya kusikitisha na ya kutia aibu. Nilijikuta mchungaji kaniingilia na aliniingilia bila ridhaa yangu. Nyamazeni waelekeze. Kwa jina la Yesu nakemea haya mapepo. Hizi ni nguvu waumini. Anachosema huyu binti ni kweli. Hakuna mchungaji hapa bila mimi. Mnamo tarehe 1 mwezi wa 5 alikuja kuchukua nguvu kwangu ili aweze kuwa na umati mkubwa wa watu waumini kede kede, lakini mpaka nafika hapa amekiuka masharti yangu, amevuka mipaka huyu. Nadhani hakuna siyemjua binti mganga hapa. Ndio, hakuna siyemfahamu. Namjua baba. Kavuka mipaka mpaka mimba binti yangu mimi hapa. Hii inaniuma, ndio maana niko hapa. Kwa hiyo hakuna mchungaji hapa bila mimi. Mpaka hapa ninavyoongea nimeishiwa nguvu zangu. Mkono wa kushoto naotumia nadhani mnajishuhudia. Mkono wa kushoto ndio unaofanya kazi. Ni masharti yangu mimba mtoto wangu. Jamani, inaniuma sana hii. Hakuna mchungaji bila mimi hapa. Huyu sio kumwacha, sio kumwacha. Sheria ichukue mkondo wake. Inabidi na sisi muonyeshe, sio kumwacha. Huyu sio kumwacha. Huyu sio kumwacha kabisa. Subiri. Mkwangu na mimi subiri, huyu mchungaji mkiamkia tu kujuma habari. Mimi ni afisa usalama kutoka kata. Bwana mchungaji. Naam afande, naam afande. Nina uthibitisho wa kutosha kuhusu yote ambayo ulikuwa unayafanya. Yapi tena kiongozi? Mimi ni mtumishi wa Bwana, nimetumwa na Bwana. Wewe si mchungaji. Kuanzia sasa hivi uko chini ya ulinzi. Twende chini. Nini tena kiongozi? Chini ya ulinzi. Tangulia mbele. Wapi tena? Nini kosa langu? Nini kosa? Au tuachie sisi bana. Ndugu wangu, hebu sikiliza. Kumbe tatizo liko ni hilo. Tatizo lako dada, uko bize na kazi zako tu muda wote, yani hauna hata muda kunisikiliza mdogo wako. Tatizo uko niambia. Sasa leki usilie, nyamaza mdogo wangu. Unasikia? Basi tukaenda kupima hospitali. Tukaja nyumbani, sawa? Usilie. Sasa mimi